Huwa sipendi sana kukumbushia yaliyopita, ila nitakuelezea kwa uchache. Mage. Halo? Niko kwako hapa. Nyumbani kwangu? Ndio. Mage yuko nyumbani kwangu. Naomba unifuate kwenye hoteli ulionipeleka siku ya kwanza na chumba kile kile. Kuna nini? Nothing. Asha, una mambo mawili tu unatakiwa uyaamue. Mimi nachagua jambo la pili. Una uhakika na maamuzi yako? 100%. I'm sorry. Go to her. Rehema. Nice to see you, lover boy. Umekuwa bubu squeeze. Unajua kipengele gani nimekipenda the most? Pale ulipojifanya bubu, alafu ulipofika kwa marafiki zako ukaongea. Hisia zangu, mapenzi yangu yapo kwa mtu mwingine. Unajua ni muda gani nimekusubiri? Nikiamini kwamba wewe ndo mume wangu wa ndoa. I'm sorry. Sorry, naweza kulipa muda wote nilopoteza kwa ajili yako. Ukanivalisha pete. Na mimi nilijua wewe ndio mume wangu. Maisha yako haya unaigiza kila siku kumpa mwanamke pete, utakuja kufa mshikaji wangu Maki. Toka lini uchumba wetu mimi na wewe umevunjika? How does it feel? In short, I can't handle your past. Relax basi. Mwisho siku utachanganya madawa ukose hata solution. Naomba mniambie nini umewafanyia. Nothing serious. Mbona cha kutufanya mama? Umechoka. I'm lost here. I need to find myself. Plan A tushamaliza. Nafikiri nina plan B ya tatizo lako. Na kitu nataka nikwambie. Usipokitekeleza ama zangu ama zako. Sijui Mungu kamu. Nini yangu? Umefuata akili za Uncle JJ. JJ. Kwa hiyo shule utaki. Mimi kusema sio sitaki, ila sijaanzisha shule. Wewe mwenye shida unaweza ukampata ukamtafuta sijui ndo akulipia ada sijui ya nini, mimi sielewi, nimemaliza. Sasa sio simuulize. Umetiwa ndimu. Jennifer, tuonyeshane sasa umwamba. Ango mimi labda huyu hapa mimi niko ninajisomea. Chini. Tu. Na kwenda kwa mwanangu.
Wandapi? Hapa kuna abiria mmoja nilimleta hapa. Sasa narudi mjini sasa. Unaonekana mgeni hapa kidogo huku sio mwenyeji. Sasa mimi kuna mahali naenda pale nyumba kama 3-4 hivi. Ndio ninafika mara moja hapa nitakunipeleka baba. Shilingi ngapi nauli? Pale takusaidia utanipa 4 tu. Toba. Ndiye mzee, mafuta unajua imepanda bei sasa. Hapa. Topa 3,000. Sasa hata nikusaidia. Twende baba. Asante baba. Sio sema bwana hiyo tu bwana. Baba. Mzee kama shikamoo. Marhaba. Shwari. Ngoja uchukulie la nyumbani pale baba Sawa. Haya mwana. Baba. Naam. Unakula madafu? Naam? Unakula madafu? Napenda mzee wangu. Subiri nakuletea madafu. Odi. Babu. Odi. Pesa hizi kaka. Nzuri, hali yako? Salama. Samahani niko na mhitaji mzee ambaye ameingia huko sasa hivi. Mzee. Kaingia huko ndani. Na mzee mmoja amevaa msuli. Nimemleta na gari pale sasa kaniambia anakuja kunichukulia pesa. Hakuna mzee aliingia huko ndani. Sasa tunaishi mimi na wazazi wangu na hawapo wametoka. Huyo mzee gani? Siku mzee anakuja sasa hivi ukasema anakuja anaingia huko ndani huko ndio kwake anakuja kuchukua pesa. Hamna mzee wote alioingia huko. Sasa kwa nini anafanya hivi? Kwa nini ameniambia anakuja kuingia huko? Mbona huko kuna nyumba zingine? Kuna njia tu wanapitaga watu. Kule nyuma kule kuna nyumba. Kule zinaendelea kule. Sio ngoja ni ajabu ananifanyia. Babu. Hivi sasa unaniambia kweli ina maana hayumo huko? Mimi hapa muda mrefu hajaingia mtu kweli huko ndani. Unafanya mambo ya ajabu sasa. Kaufanyaje sasa? Sio ngombe nimemleta na gari ile pale kasema anakuja kunichukulia pesa ndani. Sasa kwa nini tunafanyana hivi? Huni bado anakuja kuniambia eti nakuletea madafu nakulaje? Madafu unafika na hiyo sige safi. Sijui huyo. Samani bro. Kwani mzee unamdai? Sio nimemleta na gari hapa kasema naenda kunichukulia pesa alafu nafika na unauliza pale naambiwa kai pale. Yule ndio mzee Kamba. Jiji kizima wanamtambua. Anajulikana kwa nini sasa? Mzee tapeli, mnafiki, muuni wa kupindukia. Ndugu yangu, umetapeliwa. Kwa nini kanifanya hivi? Umetapeliwa. Sasa alikuwa na maana gani mimi kuniweka muda wote? Sasa ningeomba msaada tu. Na ndio maana nakwambia umeingia cha kike. Yule mzee anasomesha familia yake, anamlisha mke wake kwa sababu kutapeli. Ana miaka kabuni 70 anatapeli. Na haja kumota siku hii. Hata siku. Ila sikia. Alichofanya atawafanyia watu wengine, mimi wasitapeliwe. Lakini umeingia cha kike? Subiri, utaona atakachomfanya. Yule ndio mzee Kamba. Kambalike. Mzee Nuksi yule. Muulize mzee kabisa kamfanya nini yule? Kamchukulia mke wake Musa Lishe, mbichi, anajuta hadi kesho. Mako yupo? Hayupo. Kaenda wapi? Ameenda kazini. Sasa ameenda kazini? Sasa sikiliza mwanangu. Wewe ni mwanangu wa pekee kipenzi ninayekupenda. Sina mtu mwingine wa kike. Mbaki peke yako. Sasa mimi utamaduni kuja kutembelea wewe lazima. Yeye ni mwanangu, si unaona mvizi. Mimi niende wapi? Yaani babangu wewe. Kijiji kizima hiki wanakuzungumzia wewe. Tena bwana tange kuzungumzia kwa mazuri babangu. Wanakuzungumzia kwa maneno mabaya, yani ya ajabu, yani paka mwenyewe anajisikia aibu kiukweli babangu. Hayo ni maneno yao. Mimi ndio Aliwatan Kamba.
Nani sio hapa kijijini? Mimi hizo enzi zangu nilipocheza mpira Ujamaa Sports Club Mgongoni hapa nimekuwekea namba 9 hapa. Sio mchezo mwanangu. Ndio siku zilipokuja hapo. Ilikuwa napigwa mpira pap. Mimi naweka hapo kwenye gamba, na urusha juu, unatamka tena hapo kwenye goti, na mkata mtu chenga dribbling, nitafuta kipa yuko wapi, nikipiga mawili. Naondoe nyavu au nimuingiza kipa kwenye na mpira ndani. Kwa unajua wewe mamako mimi nilipata vipi? Hapo mamako ndo alikuwa mwanamke mzuri kupita kiasi hapa mjini, lakini akanimaindi hivi tu. Watu walikuwa jigonga ovyo mjini. Mtoto anataka mimi mwenyewe utanikamba. Nasikia hata mama yake Zuhura huwa anamsifia hivyo kwamba ndio mwanamke aliyebora hapa kijijini. Kushinda na wake wote ndo mzuri. Babangu wewe. Ukui. Mimi huyu. Ndio. Basi kuelewa mwanangu. Sawa, sasa mama, nasema hivi. Msosi. Mimi sijapika, labda nikuandalie. Basi andaa chakula mama. Tabia story mpaka midomo itanikauka mwisho hapa. Andaa msosi. Nitasubiri, si niko kwa mwanangu. Nige redio nikasikize kidogo mama. Mimi babako famous. Mimi? Kama nani mchezaji mzuri wa nini yule nani yule anafunga magoli mengi? Messi. Niko pale na habari na nini? Kwa Tanzania msikia? Sasina. Kesho ndio litafanyika tamasha lile kubwa la wasanii wa filamu Tanzania. Baadaye tutakuwa na kiongozi wao Mr. Joshua Kamba akituelezea tamasha litakavyokuwa na ratiba nzima kwa ujumla. Joshua Kamba huyu mwanangu ama Joshua Kamba majito mfanana? Hapana. Huyo atakuwa mwanangu tu, hii kama mwenye hii kama zali Mwenyezi Mungu kanipa redio hii nipate kusikia hii habari. Kumbe yuko Dar es Salaam. Lazima nende Dar. Monica! Hey. Hii safari Dar hapa hakuna lolote hapa, hakuna cha redio wala nini tena. Vipi baba? Kuna nini? Mama. Kuna nini? Kaka yako wa pekee. Kaka yangu gani tena huyo baba? Mbona hujai kuniambia kama na ndugu yangu mwingine? Ndio kaka yako pekee yuko Dar es Salaam. Sitaki hata kuamini. Kaka yangu kabisa? Hizi ni habari kubwa tafu nyeti. Ndio kueleza siku moja mwanangu hapa. Siku moja ndio kuambia habari yote hapa kuhusu. Mwanangu anataka kwenda Dar es Salaam, kwenda kumfuata kaka yako. Wewe baba. Ninakwenda Dar sasa nakwambia. Sasa unakwenda huko Dar, unajua yeye anakaa wapi? Mimi sijui Dar es Salaam, mimi aliwatan bwana. Nikifika pale kuna madala yake ndio huko nafuata, kirudi huko nafuata mpaka jioni kitaeleweka tu. Kwa hiyo unakwenda kumtafuta mtu ambaye hujui anakaa wapi? Si msanii mkubwa na kuna tamasha nimesikia kwenye redio na simulia tamasha. Lazima niende kwenye tamasha. Nikifika madala yake ndio huko nafuata, kaenda huko nafuata. Naulizia jamani, tamasha liko wapi? Namtafuta mwanangu. Basi. Sitaki hata kuamini. Kwa hiyo unaondoka? Naondoka na kwenda Dar mwanangu leo. Haya mzee wangu tumeshafika. Tumefika? Tumefika. Baba. Pea changu bwana 15. Bonge la nyumba. Nyumba yetu tunaonaga kwenye picha. Tulipane hizo. Mbona 10,000 tena mzee? Kitu umepata 15,000. 5,000 sina. Wewe unataka mimi? Wazee nao nyumbani. Si bahati hiyo. Yeye kama ngisikupa kabisa. Ndio tumepatana mzee. Wewe penda sana pesa kama mfuko koti. Mbao. Haya bwana mzee, karibu sana Dar es Salaam.
Halo. Mambo vipi? Upo? Kuna nyama kule, nyama chukua nyama. Haya. Kachukua kule mwisho kule nyama. Enjoy, come on, enjoy. Enjoy bana. Leo. Tena yule jamani. Mwingine. Joshua. Joshua. Baba. Naam. Samahani. Yuko wapi Joshua? Joshua yule kule. Sawa? Babake. Okay. Kutoka kijijini. Nakuja. Sawa. Naendelea? Poa. Halo, ponge wangu. Baba. Sema mbona sikufahamu na nipokea rukia una mwanangu Joshua. Jamani wanangu. Bwana wewe. Mbona matatizo? Matatizo. Yaani madai usisabu sasa? Kama sasa umetoka wapi? Umetoka wapi? Mimi baba yako. Mimi ni baba yako. Mbona uko nani? Semaje mama? Maana mimi napanda miguu ya nyani hapa. Baba. Wewe urefu wako unachukua kimo cha mama yako mzazi. Wewe ulipata kliniki haiwezekani? Bwana mzee vurugu bwana, nataka vurugu bwana. Joshua hapa na enjoy bwana. No, Joshua. Joshua. Mzee ametoka wapi? Mimi sijui huyu bwana. Mwingine? Ni nyumba mwanangu. Inakubana wapi hoteli bana wewe? Mwana wa kamtaa pili huko. Mimi hapa ndo nimefika na siondoki. Hii nyumba la mwanangu liko kama ikulu. Afu mliza ameniingizaje huyu? Mshangao mimi sana. Ameniruhusu amenona mnafanya na huyu. Wewe uko tayari watu walishangaa mimi kama unaona mwenge? Wewe mwanao huyu. Na wewe baba yakuhusu. Msikilize wapi simfahamu bwana, mimi sikufahamu nimsikilize. Baba yako pumbavu, wewe si yakuhusu haya. Ndio. Swali sikiliza, ninakwenda ndani nyumbani kwangu. Nyumba ya mwanangu kama ikulu. Mnaona Arabu hiyo hoteli mzee, sio nyumbani kwake. Hoteli nini wewe unasema Ule unatuharibia shughuli. Unanikera mzee, unaniambia shughuli yangu bwana. Na kwa mimi kufuatia mwanangu na kuharibia. Sasa sikiliza, sasa nataka kumtia discipline. Namtia discipline. Na mwachara. Ani mwachara. Mimi hapa ndo nimefika. Nyumba ya mwanangu mwenyewe. Twende wangu. Sikiliza bwana, mimi simfahamu. Unanirukia mimi nakufahamu. Haya, nimekusikiliza, unanifahamu? Mimi nakufahamu. Nakufahamu mimi wewe. Babako? Mzee babako. Pumbavu, babako mimi. Anipige. Mimi sikufahamu nimekwambia. Nipige sasa. Sema yule. Hatufanani, angalia ulivyo na mimi nilivyo hivi. Hatufanani. Joshua. Mimi ndio baba yako.
Sikia, wewe ulipozaliwa wewe ilikuwa copyright na mimi baba yako. Sura yako kama mtu ulibandwa hapa akakuweka wewe Joshua. Kutoka hapa kaja hapa. Copyright kabisa. Lakini kila siku ilipokuwa inafuatia mabadiliko yakatokea. Wewe ukabadilika ukafuata sura ya upande wa mamani kwako, wa nyumba zako. Sasa mimi sikuingilia kwa sababu ya kushinda uwezo wangu mambo ya Mungu. Sasa sababu si mtoto wangu, wewe mtoto wangu. Kilibadilika. Mimi siwezi kukubali. Huna kithibitisho chochote kwamba wewe ni baba yangu. Huna. Na siku zote ulikuwa wapi? Mpaka usije. Sasa umekaa, sijui umesikia wapi huko kwamba na mafanikio eti ndio unakuja sasa hivi. Mimi sikutambui bwana. Kabisa. Sio kurupuka. Mimi wewe mwanangu nimekusikia redioni kwamba yupo Joshua huko na ni superstar. Basi mimi nikajiandaa kuja, unajua? Mamako aliondoka kijijini siku nyingi sana. Akakuchukua wewe. Akakubeba. Mkaondoka. Mimi nikajaribu kutafuta wewe. Nimetafuta. Niliona uwezekano kupata siuoni, basi nikaachia. Wewe Joshua Kamba. Wewe ni Joshua Kamba. Baba yangu ndio ni mzee Kamba, lakini sio Kamba wewe. Sasa unataka Kamba ina gani? Ya mkonge ama Kamba ya Manila? Kwanza wewe na mama yako mna kesi ya kujibu. Mnanikimbia, mnatoka na mama yako. Mnakuja mjini. Mimi nacheka kijijini kule, Mingedere. Mingedere mnaacha peke yangu kule, nyinyi huko mle raha zenu, mimi nachakula sasa hivi. Mwite mama yako aje hapa. Ajibu kesi yangu. Kwanza ya kunikimbia kwanza. Halafu ndio yeye Joshua Kamba ni nani? Ameshatoka. Aya. Kazi ya Mungu. Sikujua Joshua. Unajua Joshua mwanangu? Mama yako alikuwa mwanamke mzuri sana katika kijiji pale. Hakuna mtu alimuingia kwa uzuri. Mtoto kike aliumbika mzuri. Na tulipendana sana. Isipokuwa nasikitika kwamba mama yako hakupenda vile jinsi tunavyoishi pale kijijini. Maisha yalikuwa magumu. Akaamua kuondoka kuja kimjini. Kwa hili kwa kweli nilimsamehe, akaondoka zake. Mimi nitaaminije kama wewe ni babangu? Wewe kwa akili zako. Wewe Joshua kwa akili zako. Unataka mimi nifanye kitu gani hata wewe uamini kama mimi baba yako? Unafanya? Sipige simu, mimi baba yako nakwambia. Nipe stage nyumbani kwangu. Mimi ndo alihumu. Mimi ndo aliwatani Kamba. Hello? Shikamoo mdogo. Mdogo samani nilikuwa na shida kidogo. Nilikuwa nataka kuuliza, hivi unamfahamu babangu mzazi kabisa unamfahamu? Unamfahamu? Sasa nilikuwa nakuomba uje hapa nyumbani sasa hivi. Msafiri? Haya, safari njema mama. Safari njema mdogo. Wewe hujaamini, sio? Mambo unafikia kupiga simu kwamba hujaamini. Yaani mimi nitoke huko kijijini huko mpaka huko kuja kutafuta wewe. Au na mimi na kichaa? Mimi sina kichaa. Labda mimi nina njaa lakini sina kichaa. Tutajua kweli baada ya wiki moja. Na huko kijijini mimi ni star. Kama wewe hivi. Nikipita mtu anajua kama huyu mzee ni yule superstar. Mimi mgizaji kama wewe, na wewe ndio maana ulirithi kutoka kwangu mimi. Sio unakuja mimi hapa unazingia. Sio unazingia bwana. Tutajua tu baada ya wiki moja. Na viseti vyako. Mimi na pesa, mimi na mali nyingi siku kule. Nimeshaje kufuata wewe. Sio unakuja peku ukaona mimi sina kitu. Mimi pia niko safi, niko njema. Tutajua tu baada ya wiki moja. Na kuona tu sasa kipaji chote changu tu. Kuna lolote. Unaona? Yote hii mimi pia nilikuwa nifanya kama hivi. Tazama hapa. Vinywaji hivi. Sasa hii na hii ukichanganya hapa
Ndipo mtu anapata lugha ya ajabu kazungumza Kihindi na Kikorea. Na hivi vitu kwangu vipo. Vipo kabisa mwanangu, unaona? Hizi juice. Mimi kwangu nilikuwa naweka togwa. Kutatogwa kibao nimeweka mtungi mzima. Halafu kama vinywaji na pombe mnazi nilikuwa naweka uraka, mbege. Naweka kumbukumbu ndani. Na omega yale. Na kipaji ni kile. Kwa sababu yote haya ya kutoa damu yangu na lazima mwingi. Lazima mwingi. Mbona mbadilikia mimi? Wewe ni sifa kwangu mimi. Bonge la mtu umepanda juu kinoma, alafu bonge la superstar. Afrika tokeza wewe niko kupanda pana mtu na picha hapa. Anakaa ni superstar na mabaki. Ujambo. Sijambo, shikamoo mzee. Usiseme shikamoo mzee. Sema shikamoo baba Joshua. Shikamoo baba Joshua. Marhaba. Wewe kwa nani? Mimi ni mpisho Joshua mzee. Wewe ni mtu muhimu sana. Sasa isikie uko nyumbani, feel free. Sipokuwa ole wako uninyime msosi, umeondoka. Ujambo kijana? Sijambo. Vipi? Unatoka? Natoka. Mbona kupekua? Hapa ndo nimefika baba. Nakuna kuangalia tu majirani kidogo hapa. Mzee wangu, hapa ni mjini. Kila mtu na familia yake na maisha yake nyumbani kwake. Si unaona kila mtu na geti lake? Leo hii watakushangaa. Umeelewa mzee wangu? Labda utaratibu kijijini. Ni utamaduni wa kila Mtanzania kutembelea ndugu, jamaa na marafiki. Hata hao waliojenga nyumba yao hapa mtaani hapa, wana wazazi wao wanakwenda huko. Lazima waige utamaduni huo wa kijijini. Sawa. Umeelewa? Nakuelewa vizuri. Mwanangu umeelewa safi kabisa. Sasa baba mzee wako mara moja tunanyosha miguu hapa. Imekuogopa baba? Ndani. Wapi? Mimi askari ndani. Na mimi nimetoka huko ndani, senda wapi? Nasema ndani. Wewe askari wewe? Usiona foka tu askari? Mimi askari. Mimi nilikuwa askari pia. Tena nimepigana vita ya Kagera. Na nilikuwa Kings African Rifles. Wakati Mjerumani, wao ni Waingereza. Tupigana na Mjerumani. Mimi pia nilikuwa askari. Askari wewe? Mimi.
Simama nione. Nikishaona msimamo mzuri, nitajua kweli askari. Nitazame mimi huku, usengele huku, nitazame mimi hapa, eh? Sasa ndo kamanda yako. Go, sawa. Go, pale. Wop, sawa. Wop, mbele, tawia. Wop, 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 wop. Askari gani? Amekwenda wapi? Huyo. Nenda. Umetoka wapi? Simetoka kuwatembelea majirani hapo, karibu majirani zako hapo kwa mkiamkia. Halafu sei. Mimi nashangaa sana. Yaani hii mijumba hii kwa mikubwa namna hii. Mimi nikajua wenyewe watakuwa mabonge ya watu, kumbe vitu vidogo tu. Wadogo tu. Jini rako ile. Sikiliza nikwambie bwana. Hapa kuna masharti na rules zake. Asubuhi kiamka, kama huna kazi fanya mazoezi, rudi ndani. Hii biashara kwenda kutembelea watu wako busy na kazi zao bwana. Watu wako na family zao, wana biashara zao, asubuhi kiamka wanakwenda kazini. Unamtembelea nani sasa? Kumbe ndio maana mnatengeneza mageti makubwa unamweka na maaskari mlangoni ili msiye kusalimiana asubuhi, sio? Nyinyi mna roho mbaya sana kumjini. Kwa nini kuna roho mbaya namna hii? Kwa nini kuna roho mbaya? Joshua, badilika. Toa takataka mlangoni pale geti, vuja, toa, tupa huko. Watu wapita wanakuja kusalimia asubuhi. Tukusalimia wewe? Mtu aina gani? Na hii ni nini? Mswaki. Huu ni mswaki ama ni kijiti hiki? Huu mswaki. Baba, huu mswaki. Huu mswaki pia, mswaki hujui? Sikia bwana, nimekuwekea pale kwenye toilet yako, nimekuwekea mswaki proper na dawa yake mswaki. Kama huu. Alafu kwani uko peko? Sasa Joshua mwanangu. Lami nje. Hakuna makokoto, hakuna matope, raha tu kutokanyaga. Ukija uani kwetu, mchanga laini kama bahari, unakanyaga kama kujua sponji. Kanda mbili za nini baba? Za nini kanda mbili? Okay, basi nenda pale jikoni, chef akutengenezea breakfast yako. Sasa naponikorofisha sasa. Hapo ndo tunapogombana mimi na wewe. Hiyo breakfast si fast si ndio chakula gani? Ina maana hutaki chai? Nataka chai, lakini kishazoea asubuhi. Unakuja mwenyewe unatazama wali wako wa jana uliobaki na maharage yako lochachacha yale changanya na vijana yale yote. Wap tumboni, unachoma na kapapa unatumbukiza inakuwa vimeingia ndani. Unasukuma na kikombe cha chai, maji yako yasiochemshwa ukup fresh. Au unachukua kiroba chako cha muhogo, nusu kiroba unakata unachemsha muhogo, unakula. Halafu na malimao kama 20 unakata, unaminya unafanya kachumbari. Na nguru wako ndani. Ndio vitu vya nguvu za kijijini. Sio breakfast. Na kinyama gani? Na wale wako usishibe. Halafu Joshua, mkanye yule sungusungu wako. Sio kila uko name anafuata nyuma. Nikienda huko naye, nikienda huko na mispende mnaye. Kwa nini? Mwambie mimi ndio father. I'm your father, mimi ndio father. Pumbavu yule. Mzee nitamweza mimi huyu. Kia mtihani. Wewe mzee, hizo nguo gani unavaa hizo? Semaje? Sasa hii nguo unakwenda nayo wapi nguo? Unakwenda nayo wapi? Tafuta nguo nzuri bwana, tafuta shati na suruali. Joshua msikuelewe kabisa. Hapa ndo nimeshamaliza sanduku, wewe unataka nivae nguo gani? Hivi una nguo nyingine zaidi ya hizo? Nakwambia ndo nimemaliza hapa. Sasa hivi unakwenda wapi hivi? Na nguo hizo unakwenda wapi? Kwa hiyo unataka tuende wapi mimi na wewe? Inabidi nikakuchukue nguo. Sio nikakuchukulia hata nguo zangu wewe uvae wewe. Nini? Tafuta nguo nzuri bwana wewe mzee bwana. Mimi naenda na wewe wapi hivyo? Nakwambia ndo nimemaliza hapa. Hebu twende. Twende. Tunakwenda tunaongozana na watu tunaonekana kituko
watoto wanaona mtu anakuwa kituko tu. Wewe babake Joshua? Ndiyo. Umefanana sana na Joshua. Tumefanana sana ndio. Ni kweli, na hakuna tofauti kabisa yani. Umefanana kikweli. Watu wengi wasema hivi, hawajafanana. Lakini sisi damu yetu ni kali sana. Unajua, labda nikwambie kitu kimoja. Watu wanaweza kusema hivyo kwa sababu hamjaishi karibu na Joshua kwa muda mrefu, mmekuwa mkiishi mbalimbali. Kwa hiyo lakini mimi naona kikweli tunafanana sana. Yeah. Sitaka nikwambie sasa. Sisi tumefanana sasa kwa mambo mengi. Unaona? Kwa sababu mpaka vipaji pia hivi vyote hivi amelisi kutoka kwangu mimi. Unajua, Joshua ni mwigizaji mahiri sana na anafahamika kikweli. Sijui na wewe pia ni mwigizaji au ulishawahi kuigiza hapo zamani? Nakwambia kama uji na mgonjwa nimeuliza swali pale. Mimi ni mwigizaji tena wa kimataifa. Na huyo Joshua wewe? Mimi ndio mwalimu wake. Ya kweli. Kabisa, it's true. Mimi nishacheza na Amitabh Bachchan. Unacheka fry Mwaka gani huo? Oh, yeye amezaliwa wakati huo. Amita bado kijana sasa hivi amejaa mvi kama mimi. Unaona? Alafu ni bahati kidogo. Huko mnaigiza na amenipenda kwa sababu nilikuwa mpishi wake napikia ukakachori zile. Ishi mlivyokaa nyinyi. Napendeza kwa love scenes. Unajua love scenes? Mfurahi, si za mapenzi. Hello. Kicheka mnapendeza ni love scenes kabisa mnaziweza nyinyi. Sasa ngoja nioshe kidogo demo kidogo. Unaona? Kwanza mimi ndio nasimama hapa na kucheck mtoto. Hello baby. Please come. Nakuletea mkono papo. Nakuletea papo. Na kuinua mtoto tapu na kuja chapu. Ukija hapa unakaa kwenye hapa. Unaona mzee na siara na relax hapa. Nakwambia hello baby, kiss me. Hebu nisichumu. Hello na mimi. Haraka. Yala Qur'an. Naitwa Lina. Sasa mama. Yaani nyinyi si ndio mnakwenda huko? Basi tutaona baadaye mama. Kama tulivyokuwa tumezungumza. Nyinyi endeleeni vizuri, kazaneni katika kuigiza. Mtone. Ndio ajira hii, kuigiza tu ajira. Naona mama. Joshua. Naam. Kwaheri. Mama. Halo. Chap sasa. Naomba namba ya simu. Namba ya simu? Haraka nipe mama. Usishangae sasa. Jamani. Wewe mpaka mtu ageuka kwa mwanao ageuka tani. Asante. Karibu. Are you ready? Yes. Nani anaanza? Okay. Relax. Action. Baby, wewe unanifanyia hivyo. Umenikuta na maisha yangu na kazi yangu najitegemea. Kwa nini unanifanyia vituko? Tikikaa na wewe tangu umeanza kufanya unanipenda, si unanipenda kweli si uongo kila saa simu mchana, usiku, jioni. Why? Next. Are you ready? Action. Even mwanaume wa aina gani usioelewa? Kumbuka nina elimu yangu, nina biashara zangu, nina pesa zangu. Next. Look at you. Hivi wewe mwanaume, mbona ni mjeuri sana? Hautaki kunisikiliza? Kila ninachokwambia hutaki kunisikiliza. Okay. Next. Listen to me careful. Umesikia mwanaume, nimetisha mambo yako ya kipumbavu. Kama ulikuwa na wanawake zako ambao ulikuwa unafanya mataila ni huko. Mimi ni mwanamke ambaye nina elimu yangu nzuri na kazi yangu nzuri sana. Umesikia? That's good. Good. Next. What kind of husband are you? Look at me. Nina kasoro gani? Nina kila sifa ya kuitwa mwanamke. Nina kila sifa ya kuitwa mke wa mtu. Kwani uniheshimu? You are my husband. I need more than you think. I need your help. Also, I need your love. And top of that, I need your help. Kwani ubadiliki wewe? Fantastic. I like that. Next.
Nimechoka, nikwambia nimechoka. Mimi umenikuta nyumbani kwa wazazi wangu nikiwa na Biagiankasi boju. Okay, relax. No, don't laugh. Hey, mpe kikombe cha chai wewe. Relax, all right? Relax. Next. We're done. Yeah. Okay. Mtu akikosea msicheke, right? Sawa. Msicheke. Tutapitia kusign, tutapewa hela zenu za nauli. Go back home. We are not shooting today. Okay. Watch your horses 2 days. Alafu tutaanza shooting, right? Okay. Sasa umeshajua jiji. Bwana nilikuwa nje tu hapo. Nilikuwa na yule msichana. Wapi? Mbona sikuwa na mwanamke hapa? Hivi ndivyo ulikuwa unamfanyia mama yangu, sio? Sasa huko unafika mbali. Ndio. Mama alikuwa analalamika kila siku. Ananieleza mambo ambayo alikuwa anamfanyia. Hivi mzee, kwa umri wako wewe uliokuwa nao, kweli ni wakuzunguka na kile kitoto kile ambacho umri wake ni sawa na mtoto wako wa 10? Unazunguka naye mtoto yule, unazunguka naye wa nini? Hivi unajua kwa nini mimi mpaka sasa hivi sina mwanamke? Unafahamu? Na mimi nilikuwa nataka nikuulize. Maana yule msichana mimi nimeongea naye akaniambia hivi, mwanao hana wasichana, hana wanawake. Yaani kazi yake ni kuongea nao tu wasichana hivi na kucheka nao tu basi. Sasa ninakuuliza wewe, una matatizo gani? Maana wasichana warembo tele tu. Unajua tele tu baba. Mzee, kwa serious kidogo nisikilize. Siku zote katika maisha yangu nimekuwa nikimuomba Mungu kwamba nisije kuwa kama wewe. Kabisa nisirithi wala kukutamani tabia kama za kwako. Mimi hawa wasichana na enjoy nao, na cheka nao, na kula nao. Lakini hata siku moja siwashushi thamani kama ambavyo wewe umemshusha thamani mama yangu. Hata siku moja. Hebu jaribu kuangalia vile ambavyo mimi ninavyosema na ninavyoishi kama ndio ingekuja kuwa wewe. Kwa katika sehemu yangu, maisha yangekuwaje kwako? Maisha yangekuwa mazuri sana. Hivi mzee, labda nikuulize, hivi unafikiri mimi ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwigizaji? Mimi sikuwaza hata siku moja kuwa mwigizaji. Ndio, nashukuru Mungu nina kipaji, Mungu amenipa kipaji na uigizaji umeninufaisha, nimekuwa tajiri, ninafahamika na kila kitu ninachokitaka, bank account yangu iko vizuri. Lakini hii haikuwa ndoto yangu. Ndoto yangu ilikuwa ni kurusha ndege. Na katika kutimiza ndoto yangu nilitegemea wewe utakuwa karibu na mimi. Kunisupport, kunitia moyo pale ninaposhindwa, kuniambia hapana mwanangu, inawezekana. Lakini ukwepo. Zimebaki kuwa ndoto tu na zimepotea, zimefutika. Haya, sasa tumeonana. Nikafikiri sasa vile tulivyoonana utakuwa unajutia kwa mbali na familia yako. Na utakuwa umejirekebisha, utakuwa unaona aibu kwa yale uliyofanya. Lakini wapi? Yale ambayo mama alikuwa ananieleza unayofanya, sasa nayashuhudia kwa macho yangu. Bado unazunguka na wanawake lukuki. Hivi kwa nini ujirekebishe wewe mzee? Kwa nini ujirekebishe? Hapa. Akiamua tamani mama yangu ingekuwa hai, ningemwambia mama nimeyaona yale ulikuwa unasema. Joshua mwanangu, kweli nahitaji kubadilika